kilichotokea kwa Manara sasa hivi ni case study tosha ya yale ambayo tunayazungumzia kila siku, kwamba unapotaka kuoa unamuoa nani, unapotaka kuolewa unaolewa kwa nani, una uhakika gani kwamba yule unayemuoa au unaolewa kwake ni mtu ambaye anaweza kukulindia siri zako. Duniani kote including mimi, hakuna mtu ambaye huwa hamsemi bosi wake, au hakuna mtu ambaye hamsemi mtu. Sisi wote tunasemana. Hata mimi leo ninasemwa na bosi wangu, au mimi leo namsema bosi wangu. Lakini ninapokuwa namsema bosi na mtu ambaye naamini kwamba huyu ninayemsema bosi naye anaweza kanilindia siri zangu. Huyu mtu ninayemwamini ndio maana namwambia mambo ya ofisi. Na huyu mtu ninayemwamini ni mke wangu au ni mume wako, ndio maana unamwamini ukamwambia siri za nani? Za bosi wako. Sasa inapotokea kwamba unamwamini mtu ukamwambia siri zako za ofisini, na yule mtu akazitoa zile siri za ofisini ulizomwambia, au maneno ya siri uliyomwambia, kwa sababu kila binadamu ana faragha. Huwa tunazungumza mambo yetu ya faragha, na mambo yetu ya faragha unaozungumza na mtu ambaye unaamini kwamba huyu anaweza kanilindia faragha yangu. Sasa yule unayemwamini kwamba anaweza kukulindia faragha, akishatoa ile faragha sasa nje, inakuwa sio faragha tena. Na mtu ambaye anaweza akadiriki kutoa siri zako za ndani ulizozizungumza kuhusu matajiri zako akazitoa kwa watu, huyo ni mtu ambaye anaweza hata kukuua akipata nafasi ya kukuua. Ndio maana huwa nashauri kwamba kabla ya kufanya maamuzi, ninataka kuoa, jiulize swali, ninataka kumuoa nani? Huyu niliyemchagua ni sahihi? Anastahili? Tunarudi kwenye msingi wa ndoa, kwa sababu ndoa inajengwa kutoka chini kwenda juu, sio kutoka juu kwenda chini. Wengi wetu tumekuwa tukiingia kwenye mahusiano na kuwaamini watu ambao hata hawastahiki sekunde moja kukaa kwenye maisha yetu, lakini tumewaingiza kwenye vyumba vyetu, tunakaa nao, tunaishi nao. Tunapoishi nao tunawa-expose kwenye shida, kwenye siri zetu. Zile siri wanatoka nazo, na watu wa aina hii hawapotezi chochote. Ndio tunarudi kwenye pointi ninayokuambia, thamani ya ndoa. Ukiona upo kwenye ndoa na mtu na huogopi kumpoteza, ni maana yake wewe huna uwekezaji wote kwenye ile ndoa. Na mtu ambaye yupo kwenye mahusiano au kwenye ndoa na haogopi kupoteza chochote, haogopi kumpoteza mke wake, haogopi kumpoteza mume wake, maana yake huyo mtu yupo tayari kwa lolote, anaweza akakuharibia chochote kiwacho kile katika maisha yako. Lazima tujitahadhari na watu ambao tunaingia nao kwenye mahusiano. Je, ni watu ambao wanaweza wakabeba madhaifu yetu? Ni watu ambao wanaweza kuwa na vifua vya kubeba siri zetu? Kwa sababu sisi wote tuna siri, na siri zetu wote tunawaambia wandani wetu. Sasa ikiwa mwandani wako utamwambia siri zako, alafu mwandani wako anatoka na siri zako anazipeleka nje, huyo sio mwandani, huyo ni muuaji. Maana yake hata kesho kutwa angetumiwa na adui yako kukuwekea sumu, angekuwekea, angekuua. Kwa sababu gani? Kwa sababu hana chochote cha kupoteza kwenye hayo mahusiano. Mahusiano hayana mtoto, mahusiano hayana uwekezaji wa pamoja, mahusiano hayana mali za pamoja, mahusiano hayana nyumba ya pamoja, mahusiano hayana elimu ya pamoja, mahusiano hayana ukoo wa pamoja ukaungana kwa nguvu zake zote. Mtu yupo tayari kuyavunja mahusiano yao wakati wote kwa sababu hana cha kupoteza. Sasa ukiwa kwenye mahusiano na mtu namna hiyo, lazima uwe makini katika chochote unachokifanya. Ndio maana hasa kwa kaka yetu Haji Manara, lazima awe makini na watu anaoingia nao katika mahusiano, kwa sababu uwezi kujua adui yako ni yupi. Msioe ovyo ovyo na mkaolewa ovyo ovyo, kwa sababu kuoa ovyo ovyo kuna kunyima umakini. Unapokuwa huna umakini unaoingia nao kwenye mahusiano, wengine ni wachawi, wengine ni wauaji, wengine ni wafitinishi, watakuharibia kila kitu ulichokuwa umekijenga kwenye maisha yako. Unaweza ukadestroy legacy ya mwanamume usiku mmoja tu au dakika moja na ikapotea kabisa.